kumletea habari, mwambie jirani yako mjumbe. Alafu mwambie jirani yako kaa makini na wajumbe. Sikiliza, mjumbe anasema mimi nimekuletea habari Ayubu, kwamba tukiwa tumeketi. Wewe mfano 18 nirudia 18 yule. 14 anasema mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda. Sikia, huyu mjumbe analeta taarifa kwa Ayubu akimwambia wale ng'ombe ambao walikuwa shambani wakilima, moto katoka juu, na wale ambao wapo kule, wale watu ambao wanachunga wale ng'ombe na kuwasimamia wameangamizwa. Mimi tu nimesalia kukuletea habari. Anasema kabla hajamaliza kusema, yule mjumbe wa kwanza anatokea mjumbe wa pili, na mwenyewe analeta habari. Na hizi habari ambazo zinakuja kwa Ayubu, zinakuja habari za maumivu, zinakuja habari ambazo ni za taarifa mbaya. Mwambie jirani yako wakatae wajumbe wanaoleta taarifa mbaya. Tunawapokea wajumbe wanaoleta taarifa nzuri. Hebu tikise kidogo jirani yako. Sikia, ametoka wa pili, wa kwanza kaingia wa pili, ametoka wa pili kaingia wa tatu, ametoka wa tatu kaingia wa nne. Wote hao wanaleta taarifa mbaya za Ayubu, vile ambavyo vitu vyake anavipoteza. Lakini Ayubu alisema neno moja, nilikuja duniani bila kitu, nilikuja duniani bila chochote. Nyewe jumbe mnaonipa habari, hizo habari hazitishi. Hata kama vyote vimepotea, hata kama vyote vimeteketea, najua aliyenipa mara ya kwanza atanipa mara ya pili. Huyu ndio mtu mzima katika imani. Kuna mtu hapa nataka niongee naye aliyekomaa kiimani kama Ayubu. Wakati vitu vinapotea, yeye anasema aliyenipa yupo, atanipa tena. Mtoto mdogo akijikwaa analia, mtu mzima akijikwaa anagugumia maumivu, anajikaza. Mwambie yako usiwe mdogo katika imani. Mdogo katika imani akigusa taratibu analia, anapiga kelele. Ayubu anasema pamoja na kwamba nimepoteza mifugo yote, nimepoteza watoto wote, nimepoteza mali zote, lakini mtetezi wangu yuko hai. Aliyenipa ng'ombe atanipa vingine, aliyenipa kondoo atanipa vingine. Nataka niinue imani ya mama moja hapa mchana wa leo. Kuna mambo ambayo shetani ameyanana kwamba, nataka nikwambie yuko Mungu anarejesha tena, yaliyopotea anarejea tena. Mungu anataka ukubwa wa imani yako. Sikiliza, umepoteza chakulia. Siku moja nilikuwa shida mdogo, nilikuwa na rafiki mmoja, tukawa napiga stori za zamani, nikiwa nauza chips. Wakati tunasimuliana maisha yalikuwa magumu kwenye chips, twasimuliana. Kuna mchawi mmoja alikuja kuturoga. Wakati tunafungua kibanda cha chips, tulitoka kwenye maisha magumu, tukafanya kibarua cha kupiga kibanda cha mtu tupate mtaji. Tulipata mtaji, tukanunua misufuri, visani, makarai, tukafungua kibanda cha chips. Lile wiki la kwanza, wiki la pili, la tatu tuliuza kweli. Tukasema sasa Mungu hapa ametutokea. Tulipouza, ulipofika mwezi mmoja biashara ikakauka. Tulikuwa na uwezo wa kumaliza kilo 7 siku moja, ikatokea kilo 1 siku 2 yaishi. Tulikuwa na uwezo wa kumaliza debe 3 za viazi, debe moja tunauza siku 3. Kuna dema moja ambaye tuoga alikuwa anatucheka.
anavamia tu biashara yake kwa chips. Yeye ndio anawateja na tabasamu. Anafurahi. Anafurahia. Sisi tunaumia. Jamaa wangu akanitoroka akasema mwana mimi nakuachia. Nikapambana kwingine nikafurahi kasema sasa kwa peke yangu. Maana nilikuwa migao. Hata nilipokuwa peke yangu biashara ikawa ngumu. Imefika siku nadaiwa kodi ya chumba. Nadaiwa nyumbani kodi ya chumba, nadaiwa hela ya maji, vyote sina na kazi nafanya. Sikia, wakati ule mchawi yeye mawazo yake akifikiria ameshanipotezea mwelekeo. Mungu alikuwa ananiambia hapa sio mahali pa kwako. Inatakiwa ukafanya biashara sehemu nyingine. Nataka niongee na mwenye imani. Usiogope na mtu ambaye analoga maisha yako. Anapokuloga hapa, anakupeleka mahali pengine. Anapokuloga kwenye maandazi, anaandaa biashara kubwa. Anapokuloga kwenye maharage, anaandaa biashara kubwa. Naongea na mwenye imani. Kwa umepoteza, viko vikubwa vinakuja. Kwa jina la Yesu aliye hai. Nyanyasa kodi, iko nyumba kubwa ambayo inakuja. Unakwenda kujenga. Siku moja nimetoka zangu nyumbani. Nafikiri ni pale baadaye pale sisi. Kuna jamaa alinirushia matope. Nimevaa kisuti changu kipindi sina gari. Alirusha ile tope. Nikampiga jicho. Nikasema ni magari yanadharau. Kuna vijana walikuwa wamekaa pale chini. Wakasema ningekuwa mimi, ningekufa naye. Ningebonda hata vio vyake. Maana amenichafua hata simama niendelea safari. Sikiliza, wakati ananichafua, nikasema Mungu ya kwangu inakuja. Sikiliza, wakati wanakudharau leo, mwambie Mungu yupo. Sikiliza, ninaongea na mtu ambaye umeambiwa figo yako imefeli na kuambia Mungu anayo figo nyingine. Haujanielewa. Inaongea na mtu ambaye moyo wako umetanuka. Mungu anayo mioyo mingine, usiogope. Mwamini Mungu aliye na mioyo, mwamini Mungu aliye na figo, mwamini Mungu aliye na biashara, mwamini Mungu aliye na mifugo. Sikiliza, wakati Penina akimwambia Ana, hauna uwezo wa kuzaa, wewe ni tasa. Ana anamwambia aliyeniumba ana uwezo wa kurekebisha kizazi changu. Na mtoto akapatikana. Na mtoto akapatikana Samueli. Nataka nikutabirie mchana wa leo. Aliyetabiri biashara yako imekufa. Yuko Mungu anainua biashara yako. Anainua. Usihangaike na Penina wala wajumbe, achana nao. Hangaika na Mungu aliye juu. Mapenina wapo. Kazi ya mapenina ni kuvunja moyo. Kazi ya mapenina ni kusengenya. Kazi ya mapenina ni umbea. Lakini kwa aliyetuenda duniani yupo. Tunamwendea yeye mwenyewe. Tunamfuata huko. Mwambie ndani yako usiogope. Mwambie usiogope. Anampenda Yesu. Wakati wao wanaona ufiki Mungu anaona unafika. Amina. Wakati wanaona utoboe Mungu anaona unatoboa. Amina. Lakini naongea na mtu mzima kwenye imani. Aliyekomaa imani, ambaye atakeleki mwenye imani. Wakati wengine wanaona ukuta, yeye anaona njia. Wakati wengine wanaona mlima, yeye anaona njia. Sikiliza nikwambie Pastor Vembe. Wakati wana wa Israeli wakiona mbele bahari, kiongozi Musa yeye anaona njia. Na Mungu anaambia nyosha mkono, utapita katikati ya bahari. Ninaongea na mtu hapa, unaenda kupita katikati ya bahari. Unaenda kupita katikati ya milima. Unaenda kupita unapita. Maana Mungu anaangalia imani. Amina. Kikubwa acha kulialia. Acha kujieleza kwa watu. Hawatakusaidia. Wengine ujieleza kwao ni mapenina. Unapojeza anakusomea. Hello. Nikupe nini? Ayubu 2:9 na 10:14. Biblia inasema mke wa Ayubu
No. Biblia inasema shetani akaenda kaugusa mwili wa Ayubu. Ulipogusa mwili wa Ayubu, Ayubu akapigwa majipu mwili mzima. Alipopigwa majipu mwili mzima, akaanza kujikuna kwa kigae. Kigae kikoje? Kigae. Mzee nasema wewe mzee unajua kigae. Ni na kiosa. Kile kiungo kile katiki kile polo kule la kale. Ameshika kigae anajikuna. Amekaa kwenye vumbi. Huyu amepoteza ng'ombe. Amepoteza kondoo. Amepoteza mbuzi. Amepoteza kuku. Amepoteza mashamba. Watoto. Lakini pigo la mwisho napigwa mwili. Mke wake anamwambia, mume wangu, kufuru Mungu ufe. Sikiliza, nikwambie, kuna watu ambao hawaelewa, wanafikiri mke wake ana roho mbaya. Sikiliza. Nisikilize kidogo, nilipofunua. Kuna watu wanakuuguza, wamechoka kukuuguza, wanataka ufe. Mke wa Ayubu ule ushauri hakutoa kwa sababu anamwonea huruma. Alitoa kwa sababu alichoka kuuguza. Kama kuna mtu amenelewa piga makofi kidogo. Anaelewa ufunuo, piga makofi kidogo. Umundu aina mundu mbele gosa. Amundu nunga. Ngalo ngekitunga kingine ndio Kiswahili. Mtu yuko na majipu mwili mzima. Mnajua majipu akitumbuka anaporuka. Mausai yametoka. Huyu mwanamke alichoka kugusa. Akapa ushori mlake. Unajua anakupa ushori wa upendo. Kama umekuwa na huruma, anamwambia kufuru Mungu ufe mume wangu. Bora tu uondoke. Ile haikuwa huruma ya kumwonea huruma maumivu alionayo Ayubu, ilikuwa ni uchovu wa kugusa. Nataka niongee na mtu hapa mmoja, wamekugusa, wamekuchoka, lakini yupo Yesu aliye juu mbinguni. Yeye anaweza. Yuko na wewe. Hata usao kutoka yuko na wewe. Akamwambia kufa Mungu upe, akamwambia wewe mwanamke, wewe waifu, wewe baby. Katika wanawake wapumbavu duniani nambari 1. Sikiliza. Bibaba limejaa imani. Bibaba haliwazi ng'ombe, haliwazi watoto. Ninajua ipo siku tena afya yangu itarejea, watoto wazuri nitazaa, ng'ombe nitapata, mbuzi nitapata, kondoo nitapata, nyumba nitajenga, mashamba nitapata. Ninaungana baba mwenye imani hapa. Baba ambaye mke wako anakuambia ni mwanaume suruali usiogope. Ipo siku utaitwa baby. Ipo siku utaitwa baba wa nyumba. Kuna wanaume mnazaolewa kwa sababu mna maisha magumu. Mke wako anakuambia wewe ni mwanaume tu suruali au kitu. Sikiliza. Mwambie wakati na majira unakuja. Ayubu akamwambia wife, baby, humuona uono ambao atakupiga buso uwezi, ipo siku takimbilia kupiga buso. Maana Mungu atarejesha. Kama Mungu aliweza kurejesha nyama kwenye mifupa mikavu ambao Ezekiel anakutabiri kwenye bonde la ufa, je, nyama ambayo ipo kama mifupa mikavu ikauka na wakao watu hai? Nataka nikwambie yako mambo ambayo kibinadamu hayawezekani, lakini Mungu aniambia mchana wa leo kuna mtu moyo watu unaninuka, kuna mtu maisha yake yananinuka. Yale ambayo watu wamesema hata nikwambie inawezekana, wamekwenda kwenye madhabahu ya kipepo, wamekwenda kwenye madhabahu ya giza, wamepeleka jina lako ya kwamba utakufa. Nataka nikwambie yuko Mungu ambaye anataka kwenye imani, anayesema sitaogopa. Waloge asubuhi, waloge mchana, waloge usiku, bado nipo kwanza, bado nipo kwanza, bado nipo kwanza, nipo. Sikiliza, Mungu anataka yenye imani. Ukiambia unakufa mbele wanadamu. Kuna mama kawaita mtoto amesema mtoto amepata sumu mwili mzima, kwa mama huyo mtoto hata kufa ataishi. Mungu anakusudi naye. Waliosema ni madaktari, lakini aliye na damu mpya ni Mungu. Aliye na damu mpya ni Mungu. Yeye anarejesha. Nataka nikwambie kama airejesha kwenye kazi
kushiba. Mwenye imani hatetereki. Akiambiwa kitu kibaya, anasema kitu ni cha Mungu. Akiambiwa maswali mbaya, unavaa mbaya, unafunga kile kichwa kitabaki tu, anasema ni fahari. Amina. Mwenye imani ndogo kama mtoto, akiambiwa lengo lako baya, anaama kanisa. Niongea na mtu mmoja hapa. Niongea na mtu mzima kwenye imani. Ayubu anasema mke wangu, waifu yatupate mema tu, mabaya yasitupate. Sikiliza, mabaya yapo kwa ajili ya kuimarisha mema yajayo. Andika hiyo pointi. Mabaya yapo kwa ajili ya kuimarisha mema yajayo. Ninaoyasema haya nisingesema ningekuwa sikuruka kwenye chips. Kuna watu ambao picha yangu ya chips. Mimi kitoro, nimefika wasana kwenye lepo. Umeona picha yangu? Mimi mrefu. 2014 nilikuwa dingi kuliko leo. Nampenda Yesu, amerudisha miaka nyuma. Sikiliza, Mungu yupo, iko faida ya kumtumikia Mungu, lakini ukiamini utapita, utadoboa. Ukiamini utakwenda tu. Ayubu anasema, aliyenipa mara kwanza, aliyenileta duniani, aliyefanya nizaliwe, huyu ataweza kurejesha nyama, atarejesha mwili. Maandiko yanasema baada ya muda Mungu alipoiangalia imani ya Ayubu, alipoiangalia jamaa itetereki, waibishi wanakuja watu kutoa ushauri, wanatoa maneno mbalimbali. Wengine wanasema huyu, ukifikiria ugonjwa ambao alikuwa nao Ayubu, nielewa leo angeumwa mwa kanisa hapa, niongeza maathirika na ukimwi kabisa. Ukimwi uisha kula tayari, sio kawaida. Mwili mzima cheza majibu, nimeweka watu na jibu. Kuna kakovu hapa, ili jibu nilikamata wakati na miaka 9 mpaka leo kakovu kapo. Sasa mwili mzima, wale kama na majibu wanajua yanauma. Lakini pamoja na maumivu ya majibu Ayubu anasema haya majibu yanakuja, ipo yanaondoka, ipo ngozi mpya inakuja. Haya majibu yapo, kuna ngozi mpya Mungu anaiandaa. Nataka nikwambie kuna jambo jipya Mungu anaandaa kwako. Umefanya biashara, umekatika, iko biashara kubwa ambayo Mungu anaiandaa kwako. Umeenda kuomba kazi, haujapata ajira, iko ajira kubwa ambayo Mungu ameandaa kwako. Mungu akupe. Mungu amechelewa, hajachelewa. Yuko mwanaume mzuri ambaye Mungu amemwandaa. Nataka nikuambie usiogope, kaza imani. Akaza tu. Bibi nasema Ayubu akapokea ngozi mpya. Akawa chibi. Ensambo. Si unaniona hapa? Mimi mdogo wake Ayubu. Mwani wa chibi. Nipo ni sawa. Alikuwa kazaliwa upya. Akawa ni sawa. Akawa naita. Hata mke wake anasema ndio wewe. Sikiliza. Bibi nasema Mungu akaleta ngozi mpya kwa Ayubu. Na si ngozi mpya, Mungu akaleta mali nyingi kuliko za kwanza. Akampa watoto wazuri kuliko wa kwanza. Mungu anachoangalia ni kuamini kwako tu. Mungu anachoangalia ni kukata tamaa tu. Viko vitu Mungu atavirejesha kwako kwa jina la Yesu hai. Waliokaa navyo wamekaa navyo kwa muda tu, wamekaa navyo kwa kitambo. Mungu anarejesha kwa jina la Yesu hai. Akazaa binti virembo kuliko vya kwanza. Ndiye makofi ya Ayubu. Kuna mmoja ni mshangazi kwa pastor. Alikuwa anaitwa Ayubu, akabadilisha jina la Majaribu. Na niacha, nitakuwa naitwa Joshua. Sikiliza, jina la Ayubu ni jina la mbarikiwa.
majaribu yapo, lakini Mungu anatuinua. Nataka nikwambie, changamoto hatukimbii, tunamwamini Mungu aliyenileta duniani, yeye atarudisha kila kitu. Nataka niongee na mfanya biashara mdogo mdogo. Biashara ambayo unafanya usiogope. Kuna mahali Mungu atakupeleka. Kuna biashara kubwa Mungu amekuandalia. Acha wakupige mateke, acha wakurushe matope, acha wakoroge. Yupo kumbe anakuja kumletea habari. Mwambie jirani yako mchumbe. Alafu mwambie jirani yako kama makini na wajumbe. Sikiliza, mjumbe anasema mimi nimekuletea habari Ayubu, kwamba tukiwa tumeketi. Ule mstari wa 18 nirudia 18 ule. 14 anasema mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda. Sikia. Huyu mjumbe analeta taarifa kwa Ayubu akimwambia wale ng'ombe ambao walikuwa shambani wakilima, moto katoka juu, na wale ambao wapo kule, wale watu ambao wanachunga wale ng'ombe na kuwasimamia wameangamizwa. Mimi tu nimesalia kukuletea habari. Anasema kabla hajamaliza kusema, yule mjumbe wa kwanza anatokea mjumbe wa pili, na mwenyewe analeta habari. Na hizi habari ambazo zinakuja kwa Ayubu, zinakuja habari za maumivu, zinakuja habari ambazo ni za taarifa mbaya. Mwambie jirani yako wakatae wajumbe wanaoleta taarifa mbaya. Tunawapokea wajumbe wanaoleta taarifa nzuri. Hebu tikisa kidogo jirani yako. Sikia. Ametoka wa kwanza kaingia wa pili. Ametoka wa pili kaingia wa tatu. Ametoka wa tatu kaingia wa nne. Wote hao wanaleta taarifa mbaya za Ayubu, vile ambavyo vitu vyake anavipoteza. Lakini Ayubu alisema neno moja, nilikuja duniani bila kitu. Nilikuja duniani bila chochote. Nyewe jumbe mnaonipa habari, hizo habari haziritishi. Hata kama vyote vimepotea, hata kama vyote vimeteketea, najua aliyenipa mara ya kwanza atanipa mara ya pili. Huyu ndio mtu mzima katika imani. Kuna mtu hapa nataka niongee naye aliyekomaa kiimani kama Ayubu. Wakati vitu vinapotea, yeye anasema aliyenipa yupo, atanipa tena. Mtoto mdogo akijikwaa analia, mtu mzima akijikwaa anagugumia maumivu, anajikaza. Mwambie jirani yako, usiwe mdogo katika imani. Mdogo katika imani akigusa taratibu analia, anapiga kelele. Ayubu anasema pamoja na kwamba nimepoteza mifugo yote, nimepoteza watoto wote, nimepoteza mali zote, lakini mtetezi wangu yuko hai. Aliyenipa ng'ombe atanipa vingine, aliyenipa kondoo atanipa vingine. Nataka niinue imani ya mama moja hapa mchana wa leo. Kuna mambo ambayo shetani ameyanana kwa, nataka nikwambie, yuko Mungu atarejesha tena. Yaliyopotea anarejea tena. Mungu anataka ukubwa wa imani yako. Sikiliza, umepoteza chakulia. Siku moja nilikuwa shida mdogo, nilikuwa na rafiki mmoja. Tukawa tunapiga stori za zamani. Nikiwa nauza chips. Wakati tunasimuliana maisha yalikuwa magumu kwenye chips. Twasimuliana. Kuna mchawi mmoja alikuja kuturoga. Wakati tunafungua kibanda cha chips. Tulitoka kwenye maisha magumu. Tukafanya kibarua cha kupiga kibanda cha mtu tupate mtaji. Tulipata mtaji kwa nami sufuri, visani, makarai, tukafungua kibanda cha chips. Lile wiki la kwanza, wiki la pili, la tatu tuliuza kweli.
Tukasema sasa Mungu hapa anatokea. Tulipouza, ulipofika mwezi mmoja biashara ikakauka. Tuko na uwezo wa kumaliza kilo 7 siku moja. Ikatoka kilo 1 siku 2 ishi. Tuko na uwezo wa kumaliza debe 3 za viazi. Debe moja tunauza siku 3. Kuna dema moja ambaye tuoga alikuwa anatucheka. Anasema anavamia tu biashara ndio kwa chips. Yeye ndio anawateja na tabasamu. Anafurahia. Sisi tunaumia. Jamaa wangu akanitoka akasema mwanangu mimi nakuachia. Nikapambana kwingine nikafurahi kasa sasa kwa peke yangu. Maana nilikuwa migao. Hata nilipokuwa peke yangu biashara ikawa ngumu. Imefika siku nadaiwa kodi ya chumba. Nadaiwa nyumbani kodi ya chumba, nadaiwa hela ya maji, vyote sina na kazi nafanya. Sikia, wakati ule mchawi yeye mawazo yake akifikiria ameshanipotezea mwelekeo. Mungu alikuwa ananiambia hapa sio mahali pa kwako. Inatakiwa kufanya biashara sehemu nyingine. Nataka niongee na mwenye imani. Usiogope na mtu ambaye analoga maisha yako. Anapokuloga hapa, anakupeleka mahali pengine. Anapokuloga kwenye mandazi, anaandaa biashara kubwa. Anapokuloga kwenye maharage, anaandaa biashara kubwa. Naongea na mwenye imani. Kwa umepoteza, viko vikubwa vinakuja. Kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu Mnazareti, yupo aliyekufa msalabani, ananyanyua yote ambayo yamepotea. Biblia inasema ya kwamba Isaka alikwenda kwenye nchi ya baba yake, akachimbua kisima cha kwanza, hakikuwa na maji, cha pili haikuwa na maji, cha tatu kikatoka maji. Umefanya biashara ya kwanza haujapata, kazana, usiogope. Nenda ya pili, kazana, ya tatu utatoboa tu. Mwambie yako kukata tamaa ni mwiko. Akakaneno vizuri. Tukutane nje. Tukutane nje baadaye. Sasa mwambie. Nikabisha tu roho. Nje baadaye hapo. Mshike jana kwa mkono, mwambie Mungu anakupenda.